Odi. Mwenyekiti. Odi mundani. Jun. Sumaya! Sumaya! Juma. Vipi? Uko nyumbani hapo? Maziwa leo yapo? Sawa, nakuja chapu, nakuja. Juma. Habari za jioni. Marhaba, ujambo. Na imani nishakwambia na unajua kabisa kwamba muda mfupi hapo ujao kaka yako, it means siku mbili hizi kaka yako anaenda kuongeza masomo na anatakiwa aripoti kwenda chuoni muda si mrefu. Kwa na imani kwamba kwa muda huo kaka anapokuwa ameenda kwenye masomo yake inatakiwa uhamie nyumbani kwangu, kwa sababu unajua kabisa kipindi marehemu baba yako amefariki ni mimi ndio nilokabidhiwa majukumu ya kuwalea nyinyi, na aliniachia usia mkubwa sana kwamba nisije nikawatupa. Sasa kutokana na mazingira hayo siwezi kukubali wewe ukabaki peke yako. Kwa hiyo fanya uwezavyo, fanya majukumu yako yote muda huu, yani katikati ya wiki unatakiwa uwe umeshahamia nyumbani kwa ajili ya kufanya mambo yako yote. Yani nafikiri kila kitu chako unatakiwa yani ufanye kama umesahau. Uhamie nyumbani tu, yani makazi yako yameshie nyumbani. Mambo mengine ya huko nini achane nayo. Uhamie nyumbani. Mipango yako yote, kila kitu chako utafanya ukiwa nyumbani kwa huu muda ambao kaka yako atakuwa amekwenda masomoni. Natumai umeelewa. Kama umeelewa hakuna shida. Hakuna shida. Lakini cha kusi fanya hivyo. Ya. Itakuwa vizuri sana kama utafanya ndani ya hii wiki. Ndio. Sawa. Fanya hivyo. Okay, sawa. Asante. Yes. Naam. Naendelea. Shukuru Mungu. Umepona? Ya, nimepona. Okay. Twende kwa mara kuu. Vipi kuhusu jibu langu? Mbona unatazama tu hivyo fuongei? Kila siku nakusumbua, nakupenda mwenzio. Siwezi kuishi bila wewe hivi, na unajua nakuhitaji. Natamani wewe baba ya watoto wangu, Yuzo, tafadhali, Yuzo. Tafadhali, nijibu. Sio nakupenda. Yuzo. Una mwingine, basi niambie, kwani kuna shida? Yuzo, nielewe tafadhali. Yuzo, tafadhali, lipo chini ya miguu yako. Kumbe hicho ndio choronitia? Jamani. Yuzo. Mdogo wangu,
Isingekuwa majirani mimi kunipigia simu kazini kwangu kwamba wewe umekunywa sumu, na yule kijana kuja mimi kunitafuta hapa nyumbani akanipigia simu, unadhania wewe kwenye hali ungekuwa kwenye hali gani wewe? Na ninataka uniambie sababu ya wewe kunywa sumu ni nini? Unajua kaka, nampenda Dula. Afi hata anipendi. Unajua kabisa nishakukataza mahusiano na Dula, lakini hutaki kunielewa. Hizo sababu zote mimi nishakukataza na nishakwambia wewe mahusiano na Dula yaishe. Kwa nini hutaki kunielewa mdogo wangu? Kaka moyo hutaki, nampenda sana Dula kaka. Sasa kama hutaki, unajua kabisa sisi tuna ugomvi na ile familia. Wewe ndio na ugomvi naye, lakini mimi nampenda. Kwa sababu unampenda ndio nikuruhusu uende kwao. Mimi nampenda Dula sana kaka. Sasa nachoamua ni kitu hichi kimoja. Sitaki nisikie kwamba una mahusiano na Dula. Ukitaka mimi na wewe tuendelee undugu, mahusiano na Dula siyataki. Lakini mimi nampenda sana Dula kaka. Unaniuzi bwana. Vipi ndugu yangu? Naomba semaje? Poa tu kabisa. Fresh na mimi. Bomba tu. Ndio habari. Ni kwamba na habari yako ndugu yangu. Habari yangu ipi? Ni habari gani? Na mchongo wa pesa au? Kwa maana ingekuwa pesa. Na habari kuhusu mpenzi wako Juli. Juli. Mimi Juli mara mwisho nakumbuka niliongea naye, niliacha mazoea naye kabisa. Sababu na mambo alitoka wewe ulimwambia mimi na yeye basi. Bado kuna nini? Hiyo siku nilikuwa nimeenda kwa mwenyekiti. Lengo tu ilikuwa ni kutaka kumuomba msaada. Maana nadhani unatambua kuwa mama yangu anaumwa. Sasa hiyo siku nimeenda pale, nimefika. Maana nikasikia mlio kama mtu anaugua vile. Sasa nimefika pale ndio namuona hivi juu. Yuko ni hali mbaya kabisa. Hali ambayo ilikuwa kama ni shetani nipo karibu ameshika kisu ili kuweza kumtoa roho. Sasa nikasema ngoja nimsaidie. Pembeni nikiangalia hivi naona sumu. Ndio sasa nikaenda nje nikapiga simu ili tu kuweza kumpa msaada. Alafu leo hii wewe kipenzi chake nashangazwa sana kusema kwamba wewe hujui. Yaani imekaje ndugu yangu? Imekaa vipi? Baraza unanichanganya sana. Kwa sababu mimi Juli kwanza baada ya kuwa nishamwambia mimi na yeye basi sina muda naye. Kwa hiyo changamoto zinazomface yeye sina taarifa nazo. Wewe unaponiambia kwamba anaumwa sielewi, lakini ngoja tu niangalie muda wangu kama nitapata muda sababu na mambo mengi. Kwa hiyo nikipata muda siku 2-3 au kama leo nitapata time nikamuone. Sio tena. Nataka nikamuone lakini taarifa naye kikweli sina, mawasiliano naye nishakata. Kwa hiyo nitapanga muda wangu vizuri nitaenda kumuona ina shida. Nimekuelewa ndugu yangu. Uliongea yote mimi nimekuelewa na ninajua hali yoyote ya mahusiano unayopitia kati yako wewe na yule Juli. Hivyo kama utaenda itakuwa ni vema sana. Maana wewe hata kama wewe humpendi kwa sasa hivi la bwana anakupenda. Unaelewa hilo? Basi sawa ufanye hivyo ndugu yangu. Haina shida kaka, mimi nitaweka muda wangu vizuri nitaenda kumuona. Basi haina shida, tutazidi kuwasiliana. Poa. Kevin, nimekuta hapa, lengo na mazumuni ni jambo moja tu na ninahitaji ukweli wako kutoka moyoni. Ninahitaji uniambie, ninahitaji uniweke wazi. Kevin, kwa nini utoke hapa sawa? Uende kutafuta kazi sehemu nyingine na mimi kakako nipo ndani na hela. Kwa nini Kevin? Kaka, unajua mimi ni mwanaume. Kwa nijaribu kutafuta kazi ili niweze kupata chochote kitu. Kitu gani hicho Kevin? Hivi hapa huli hapa uvai nguo ukapendeza ukatoka ukaonekana. Kevin, mimi na hela ndugu yako. Hebu niangalie kwa jicho la tatu, niangalie. Mimi ndio mzazi wako. Mimi ndio baba yako, mimi ndio mama yako. Sawa? Hebu niangalie kwa jicho la tatu. Mimi na hela Kevin. Sawa kaka. Naomba unisamee. Naelewa kila kitu ninachotaka nakipata. Maana wewe hapo ulipo ndo kama kaka yangu, kama baba yangu, mama yangu. Sababu nikitaka nguo napata, nikihitaji fedha unanipatia. Kila kitu nitakachohitaji chochote kutoka kwako nakipata. Hivyo basi kakaangu, naomba unisamee sana kwa yote.
Sawa mdogo wangu Kevin, nimekuelewa na nimekusikia. Kama kaka yako nimekusamehe, na pia kuhusu kazi nitakupatia. Kama unasali sana, zidisha dua kwa Maulana. Wanafunzi shule tusome sana, ili kisije kikaumana. Baada ya mchoko kupumzika, ila lazima utatumika. Maisha ni kupanda na kushuka. Mr. Jackson, nafurahi sana kukuona leo hapa. Maana takriban wiki sasa nakutafuta, lakini nimekuwa nikutafuta pasina mafanikio yoyote. Juzi nilikuja pale nyumbani kwako, nikamkuta mdogo wako Kevin. Akaniambia kwamba uko busy na mambo ya kiofisi, na mambo ya serikali haya. Kwa hiyo nikaona basi hamna shida, natafuta muda wote. Imekuwa kama neema leo hii mimi na wewe kukutana mahali hapa. Nimekuelewa. Shida yako nini? Kiongozi, najua pale nyumbani mzazi wangu ni mgonjwa sana, hivyo lengo na madhumuni la kuja kutafuta wewe Mr. Jack ilikuwa nataka msaada wako, japo wa pesa ya matibabu ya mama yangu. Maana nimeenda hospitali, nimeambiwa matibabu shilingi milioni 5. Sasa ukiangalia hali nyumbani pale kiuchumi sio nzuri sana. Ni bora zaidi nikufuate wewe kiongozi wangu uweze kunisaidia katika tatizo hili. Nakuomba sana kiongozi. Hii ndio shida ya familia maskini. Kijana kama